nongwa iyo nongwa mwaibona nongwa iyo nongwa mwaibona nongwa iyo nongwa mwipoli lyanyagana ndendo yagana nande jewe ndo bangiye jenka. Juma, karibu. Asante. Karibu. Juma, naona umeniletea mteja mpya. Hapana mganga, huyo mimi ni kaka, na hatujaja hapa kwa swala lile, bali tumekuja hapa kwa swala jingine. Swala gani hilo? Swala ambalo limetuleta hapa, unahitaji tufanyie dawa ili mradi nyumba yetu iuzike kwa haraka. Hilo tu, kwa sababu kabla ya kufika hapa huyu mdogo wangu aliniambia, bwana, kuna mganga muangalia jinsi alivyo tofauti na mambo yake, na haushawahi kumfanyia kazi kuhusu mambo ya vijana. Na kweli nimemwona kijana mwenyewe yuko hoi taabani. Kwa hiyo nikaona ni bora sasa tuje. Kwa hiyo sisi shida yetu kubwa kufanyia mandingo yako ili ile nyumba iuzike kwa haraka iwezekanavyo. Hilo ndo shida kubwa iliyotuleta hapa. Kuhusu hilo limekwisha. Kuna lingine? Hakuna jingine mganga. Sasa nitawapa dawa kama nilienda kufanya kazi Uturuki, ili kusudi nyumba yenu iuzike kesho. Sasa nawapa hii dawa, mwenayo makini. Nikupe we ama nimpe huyu? Mpe blaza. Hii dawa hii mwende mkachimbie maeneo ya nyumba yenu na muwe makini. Sawa. Mnaweza mkaenda. Nongwa iyo nongwa mwaibona nongwa iyo nongwa mwaibona. Tunachimbia kwa wapi sasa? Sasa kwa hapa mwe. Naona mazingira yale kwa hapa. Kaite kisu. Chap. Basta kabla watu wajafika. Ndo.
wewe unajiona ni hodari sana. Ni nani amekuruhusu utake kuiuza hii nyumba? Na ni nani amekuruhusu uende kwa mganga? Nikikuona tena unataka kuiuza hii nyumba au unaenda kwa mganga na kuua, mshenzi wewe. Vipi mzee wa kazi? Naona umekaa umejinamia, vipi? Unaumwa au ndo shemeji kakuchanganya? Jaribu kuheshimu mawazo ya mtu. Ukimkuta mtu ametulia anafikiria mambo yake, chukua muda wa kuheshimu mawazo yake. Mimi hapa siigizi. Mimi nafikiria kilichonitokea usiku. Ni macho yangu au ni ndoto? Mzee wa kazi, hapo tusitake sasa kuchanganyana, maana unanitisha sasa. Kama kwa mganga tumeenda na dawa tayari ishafanyika, hapa kinachobidi tumpigie dalali amalize issue, mteja aongee, kila mtu achukue cha kwake, issue ishie hivyo. Ndogo wangu, sio ulijua ni usiku wa kiza. Na hiki kielele pia kitakuja kukuponza. Hilo swala la wazo wa kuuza nyumba, acha kabisa. Kwanza mimi mwenyewe najitoa kuanzia sasa hivi. Kwa ninachokipitia siwezi. Wewe baba, si ndio ulikuwa wa kwanza kabisa kushadadia na simu dalali ukampigia ukasema nyumba tunauza? Leo hii wewe ndio umekuwa wa kwanza kunigeuka unasema nyumba tena utaki tuuze. Kweli inaingia akilini hiyo mzee baba? Mavi ya kale hayanuki. Ya kale dhahabu. Wewe kama una mpango wa kuuza nyumba, wewe uza. Uyo mukobwa mawe, mawe, uyo mukobwa mawe, mawe, uyo mukobwa. Uyo mukobwa mawe, mawe. Kwa nini mmewapa dawa wala? Kwa nini mmewasaidia? Sasa nakupa onyo, endapo utarudia tena kuwasaidia utakufa. Naomba nisamehe, naomba nisamehe sana, sitarudia tena. Naomba nisamehe sana, naomba nisamehe, sitarudia tena, sitarudia. Naomba nisamehe sana.
ubwo burozi mukobwa, ubwo burozi, ubwo burozi mwawe, ubwo burozi, ubwo burozi mwawe, ubwo burozi, ubwo burozi. Nyie isheni hapo hapo, washenzi wakubwa, matatizo yenu pelekeni kwa waganga wengine. Kuna nini mganga? Tena mkome kukanyaga kilingeni kwangu. Mwataka kunisababishia matatizo, ondokeni. Ondoka, unaniangalia angalia nini? Hafu na wewe nitakugeuza kuku. Nishatishwa na mzimu na wewe unataka kuniletea matatizo mengine. Halo. Hapana, mimi naogopa na siwezi tena kufanya hivyo, na endapo ikija tena ikigundulika, mimi nitakuwa hatarini na huenda nikapoteza maisha yangu kabisa. Please, sihitaji tena unitafute, na hii ndio iwe mara yako ya mwisho wewe kunipigia, sawa? Haiwezekani. Bwana kaa naongea ujinga. Unajua mimi maisha yashanishinda. Haiwezekani kila siku ni nyumba hii, kila siku ni sisi, yaani tunajiweka roho juu kama tunakula tambi. Sasa mimi nimepata wazo, ni bora tuondoke hapa, twende huko kusikojulikana kuliko kuishi sehemu haina amani. Akija huyu anapata matatizo, akija huyu anapata matatizo, yaani tunakuwa watu hatuaminiani sisi wenyewe kwa wenyewe. Yaani kuna kuelekea huko atakufa mmoja baada ya mwingine, na mwisho wa siku majina yatabadilika. Sasa mimi nimetoa wazo tu, kama utalipenda na utalipendekeza, basi fatana na mimi twende kusikojulikana, tunusuru roho zetu, lakini sio kubaki hapa muda wote. Hapa majina yanabadilika, ni makelele. Sasa blaza, sawa unachosema, yaumo mengi yaumo magumu. Tunatoka hapa tunaondoka. Je, huko tunapoenda tunaenda kuishiishi vipi? Haijalishi kuishi vipi, yaani kukaa sehemu unakaa roho juu kama unakula tambi, na kwenda kuzunguka huko sehemu yote utalala tu, kuliko unakaa kwenye sehemu muda wote unajiita marehemu. Ya kazi gani sasa? Sasa mimi nimetoa hilo wazo. Kama unataka kufuatana na mimi, fuatana na mimi. Kama unataka kufuatana na mimi, mimi niende na safari zangu. Wewe baki kwenye nyumba hiyo hapo, utajua wewe. Mimi nilitegemea wewe ndio mtu mzima ambaye utanishika mimi mdogo wako mkono, tujue tunafanyaje au tuhangaike vipi ili matatizo ya ndani yaishi. Blaza, kukimbia matatizo si ndo kuyakwepa.
Je, unaamini kama ile jini hapa ndo lipo hapa tu? Kama ndo ile jini linatusakanya kila tunapoenda ndo linatufuata nyuma, tutakuwa tumekimbia tumetatua matatizo au vipi? Blaza, matatizo yakimbiwi bali yanatatuliwa. Wewe nahisi wewe una namna. Wewe una mbinu wewe. Sio bure. Nakupa ushauri wa kuokoa maisha yetu. Unasema kukimbia sio na nini, nyumba tunaiacha. Wangapi hawana nyumba na wanaishi? Blaza, Mama Abduli hapo nyuma si unamfahamu? Huyo nyumba ya pili hapo. Ya huyo hapo nyuma anauza viazi. Huyo mama bwana, mimi nilikaa naye, nikaongea naye. Sio, umeelewa blaza? Yule mama bwana ameniambia na yeye ana mtaalamu wake ambaye anaweza sisi akatusaidia na tatizo letu litakwisha. Yaani wewe kumbe ni mtu mzima kisheti. Kwa hiyo siri za ndani unazitoa nje. Mambo tunawapitia humu ndani unatangazia watu nje. Unawashwa. Hebu kuwa na mtu mzima basi. Kuwa na haiba kidogo. Kwa umemwambia ungate nini? Au upate faida gani? Sawa, ni wazo amekupa kuswala la mganga. Lakini sisi mambo yote hayo unayajua tunapitia. Waganga ngapi wamekuja hapa wameshinda? Yeye ndo ataweza? Hapana blaza, mimi maanangu haikuwa hiyo. Maanangu mimi ilikuwa nieleze kitu ambacho kipo ndani yangu, labda huenda tukapata msaada kwa wengine, kwa sababu kitu unavyozidi kukaa nacho moyoni ndio tunaumia sisi wenyewe. Unaona sasa hadi sasa tunataka tuikimbie nyumba kwa sababu kitu tumekaa nacho moyoni, ila kama hivi tunavyowashirikisha na watu wengine ndio kama hivyo wanatupa msaada, labda wanatuambia bwana, mimi na 1 2 3 kinaweza kutusaidia, tuna 1 2 3 tunaweza tukasaidiwa, ndio kitu kama hicho. Ndio maana mimi nikajaribu kutoka nikamfuata Mama Abduli na nikaongea naye, na ndio hicho alichonieleza. Mimi na imani blaza, haya yote yatakuisha. Twende.